Tulisajili wachezaji msimu uliopita, lakini kila mmoja aliona walishindwa kuingia kwenye mfumo wetu. Kwa hiyo tukatumia wachezaji wetu wa zamani kuhakikisha wanabakiza ile heshima yetu ya kuhakikisha tunachukua ubingwa. Lakini safari hii wachezaji wetu walikuwa wametumika sana. Unaona wakina Max, wakina Mdathi walicheza mechi nyingi kwa sababu wale ambao tuliwaamini awali walishindwa kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo klabu yetu sasa, viongozi wetu wakaona ni vizuri sasa twende tukachukua wachezaji ambao wameprove Afrika kwamba hawa ni wachezaji kweli kweli. Na ndio maana utaona tumeleta wachezaji wa daraja la kwanza tupu, yani ni A+. Hatujataka tena kuleta wachezaji ambao tutakuwa tuna beti. Safari hatutaki kubeti. Na malengo yetu sisi sio hii ligi yetu ya Kitanzania. Hii ligi ya Kitanzania tungebaki tuna wale wakina Abuya na wakina Mdasiri, msimu ujao tena tungechukua. Safari hii tunaangalia zaidi kimataifa. Ndio maana utaona tumemleta mtu kama Freddy, amekuja Sharulile, amekuja Ustazi Benzima. Ni wachezaji ambao wamesha prove kwamba ni wafungaji wazuri, ni mabeki wazuri, ni viungo wazuri. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani sisi focus yetu ilipo. Wenzetu wakati wanawaza waweze kuchukua ubingwa wa ndani, sisi hatuwazi tena, tumeshauchukua mara 32. Hatuwazi tena, ni kitu ambacho tunaweza kuchukua hata kwa kusema tu kwamba vijana, hebu nendeni mkachukue. Wakina Shwaboy, wakina Nkane wana uwezo wa kutupa huo ubingwa. Sisi tuna focus kimataifa sasa. Hersi amefanya kazi nzuri sana. Na hata uchaguzi unauona ni kwa sababu za kidemokrasia na kikatiba. Lakini tungeweza kusema tuachane na huu usajili tuendelee kuandaa timu yetu. Na huu uchaguzi tuendelee kuandaa timu yetu. Lakini kwa sababu sisi ni wanademokrasia, ndio maana unaona uchaguzi hapa. Katika miaka 4 ya Engineer Hersi, klabu ya Yanga kwa miaka 25 haikuwahi kucheza robo finali, imecheza. Klabu ya Yanga kwa miaka peke yake Tanzania, na hii ni historia ambayo sioni wachambuzi wakisema, hakuna timu imewahi kuingia makundi mara 3 mfululizo, ni Yanga peke yake chini ya Hersi. Leo chini ya Hersi tayari tunaenda kwenye mkutano huu wa uchaguzi, huku tukiwa tuna mkataba mkononi kwa ujenzi wa uwanja wa kisasa pale Jangwani. Tunataka nini? Mungu atupe nini? Hersi tangu alivyoingia madarakani hujaona mchezaji anagoma, sio hajalipwa mshahara, bonasi ambao mambo yalikuwa yanatokea zamani. Tunasajili wachezaji wazuri. Leo klabu inaenda kwenye kumiliki miradi pamoja na viwanja. Haya ni mafanikio makubwa kwenye klabu yetu. Kwa hiyo sisi tunamuonyesha ile imani yetu ambayo yeye ametuonyesha kwenye kazi. Hersi sio mtu wa kusema, ni mtu wa kutenda. Na nataka nikwambie, baada ya leo, miezi 18 ijayo, nyinyi mtakuja kuangalia mechi Jangwani. Mimi nafikiri ni kwa sababu na sisi tunahitaji watu wa kufanya nao mazoezi kwa ajili ya kufanya vizuri kimataifa. Simba wakati hao wachezaji wasajili upya kwa sababu muda bado upo. Asante sana. Wakienda na dumbia hizi 7-8 ni kitu ambacho kitakuwa kiepukiki. Angalia safu yetu ya ushambuliaji ilivyo. Sijui kama hatutamaliza na magoli 100 msimu huu. Tuna washambuliaji wa kila namna, lakini tuna viungo wazuri, tuna mabeki wazuri. Utaona pale nyuma bado tumeendelea kuamini wazawa, na nina wasiwasi hizi siku mbili tunaweza tukaleta beki mwingine wa kimataifa, beki wakati. Kwa hiyo wenzetu wasajili wachezaji ili watusaidie kutupa mazoezi tunapokuwa ndani. Kucheza nao wakina Dumbi hawa haitatusaidia sana, kusema za ukweli. Sababu sisi tuna timu imara sana. Gepu limekuwa kubwa sana. Simba na Yanga ni watani wa jadi, lakini gepu liko kubwa sana. Unaona tumemfunga mechi 6 mfululizo. Yaani kwenye mechi 10 Simba ameshinda 1 ya Muungano, nayo kwa penalti. Kwenye mechi 10 tulizocheza amedraw na kufungwa. Unaona? Sasa hii sio sawa sawa. Mimi nafikiri